Sawa, nimefurahi sana. Nimeshukuru. Hata wewe tumefurahi utaenda nyumbani. Ndio. Nashukuru. Ilifika tu ni mtu alinileta kuja kufanya kazi. Ilikuwa tu ni kazi ya hoteli. Nikafanya nikaanza kuugua. Sijajaribu kurudi nyumbani, but niliwaambia ninaenda kutafuta maisha yangu peke yangu. Najisikia vizuri baada nitakutana na familia yangu. Huyu ni mdogo wangu wa pili ambaye amenifuata mimi. Na tuna muda sana hatujaonana mimi na yeye. Mimi na yeye mara ya mwisho tumeonana mwaka wa 98. Juzi nikaona picha imerushwa kwenye Facebook ambapo ni Kailetu nikaona bwana hii picha kama mdogo wangu. Basi naye mtoto wangu akasemaje, ngoje tutafute hii namba ya mtu aliyorusha, tukampata huyu. Ndio mimi nikawa sasa naongea na huyu. Nilipoongea na huyu akabidi anipe namba zake za simu, ndo akaja hapa akachukua picha akanitumishia. Basi kwa hiyo mimi nafurahi sana na namshukuru huyu dada. Mungu ambariki na aendelee kusaidia wengine. Huyu mgonjwa nilimpata akiwa amelala kando ya barabara town. Nikataka kujua shida zake, akanielezea, akaniambia amekuwa msika, ametoka, akakuta amefungiwa nyumba. So hakuwa na mahali pa kwenda, ndio maana alikuwa analala hapo. Nikachukua mzigo wake, nikaamua kutafuta mahali anaweza ishi, niwe ninamsaidia akiwa at least mahali fulani. So nilirudi hospitali ya Narok, nikaongea na matron wa hospitali, nikajiomba kwake akubali mgonjwa wangu akae hospitalini nikiwa shughuli za kumtafutia watu wao. Aliruhusiwa kukaa hospitali. Sasa amekaa kwa muda wa wiki moja hivi. Nimekuwa nikimshughulikia, namlisha, namosha mpaka watu wao wamepatikana. Nilipost story yake kwa Nairobi Chit Chat na hapo ndio nilipata msaada wa kupatana na watu wao. Nikatumiwa picture ya dadake, nikaja nikamwonyesha, akamjua.